Jamani, leo nataka niwaletee uhalisia wa ndoto. Yaani namaanisha uhalisia wa ndoto katika ulimwengu wa sasa. Kwa sababu kuna maisha ya uhalisia wa ndoto, lakini kuna maisha ya uhalisia wa kawaida. Yaani ule uhalisia wenyewe halisi. Sasa maisha ya uhalisia wa ndoto ndio maisha ambayo kila mtu anayaishi kwa sasa. Yaani maisha ya uhalisia wa ndoto ndio maisha ambayo mtu anayaishi kwa sasa. Nitajaribu kufupisha kidogo ili kusudi nijaribu kubudget dakika isiwe ndefu. Katika uhalisia wa ndoto, maisha yako hivi. Sasa hivi wewe hapo ulipo unaweza ukaona kama unaishi unateseka. Unaweza ukaona unaishi unakula starehe sana. Unaweza ukaishi unaona kabisa hapo unaishi unaonewa. Unaweza ukaona unaishi unaonea watu. Unaweza ukaona unaishi unaishi ni katili. Unaweza kukuta ni mstaarabu. Unaweza kukuta unaishi maisha ya kifahari, unaishi maisha ya kimaskini. Lakini katika maisha hayo unayoyaishi, unakuta ni maisha katika uhalisia wa ndoto, ambapo maisha hayo katika uhalisia wa ndoto ni kwamba kule ulipo kwani katika uhalisia wa maisha halisi ni umelala ndani ya masaa kadhaa, ambapo hata usiku mmoja haujaisha. Yaani hata yale masaa 12 hayajaisha. Lakini unaona kabisa kwamba katika uhalisia wa ndoto, katika maisha ya uhalisia wa ndoto unaona umeishi miaka 20, 30, 40, 50, 60, 70, umeona? Kwa hiyo unakuta kule katika uhalisia wa maisha ya kawaida yawezekana una miaka 5. Wakati ulipokuwa umelala bado haujaamka, unaweza kukuta pengine ulikuwa na miaka 5 au ulikuwa na miaka 10 au ulikuwa na miaka 20. Lakini kwa kuwa ulikuwa umelala na upo katika njozi, unaweza kukuta wakati unajiona kwamba pengine umekufa au unasikia sauti ya kuitwa kuamka, aidha na mzazi anakuamsha uende ukale chakula, au unaamshwa na makelele, au unaamshwa na mshtuko, au unaamshwa na ndugu, rafiki, aidha iwe kwa kazi, iwe kwa shule, iwe kwa namna yoyote ile. Unashtuliwa, bwana, sasa unahitajika kufanya kitu fulani. Inahitajika tukafanye kitu fulani, au nimekuletea kitu fulani. Sasa hiyo ni kitu ambacho kina jambo fulani ndani yake, ambalo jambo hilo wewe kwa muda ule mchache ambao umelala unaweza ukaona ndio maisha ambayo sasa hivi hayo unayapitia. Hayo maisha ambayo sasa hivi unayapitia, haijalishi yawe ya shida au yawe ya raha. Aidha ulikuwa na huku unaota sasa hivi kuna manabii wengi wa uongo. Unaona kwamba kuna uonevu wa maaskari
waona kuna unevu rahisi, sijui sasa hivi kuna rais wa kike, sijui kuna nchi zinaenda vibaya, sijui kukutana na mastaa ni rahisi, unakutana nao hivyo, sijui kushinda sehemu za starehe ni simple, sijui kufanya yani vitu unavyoona vile, sijui malaya, unaona malaya kibao, sijui maisha, yani maisha fulani hivyo mbona unaona ni simple, alafu kuyapata ni kazi. Umeona, pesa imetawala kuliko utu. Sijui hayo mashindano yote tunayoona sasa hivi, unaweza kukuta ukija kuamka nchi yako haiko vile ambavyo ulikuwa unaota kwenye ndoto. Nchi yako haiko vile ulivyokuwa unaota kwenye ndoto. Umeishi maisha kwenye ndoto, uhalisia wa ndoto, maisha ndani ya miaka 50 ukiteseka, ukisota, alafu unakuja kuamka kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida, unakuja kuona kwamba wewe ni kijana mwenye miaka 10. Ulikuwa umelala kwa ajili ya kwenda ulale upumzike, asubuhi uamke uende shule. Ulikuwa umepumzika, wenzako na kushtua mna ukafanye kazi. Ulikuwa umepumzika, yani ni kitu, alafu unakuta rahisi sio huyu ambaye unamwona. Hawa manabii unaowaona hapa hivi sio unani, sijui master, unakuta hata inawezekana huko kwenu kijijini huko ndani amesha kujiona kumbe sijui uko Dar, sijui uko Mwanza, sijui uko Arusha, sijui uko Kigoma, sijui uko Dodoma, sijui wapi, sijui unapendwa na watu, sijui unachukia watu, sijui upendwi. Maisha yote unakuja kukuta ukija kushtuka, unakuja kushtuka kule hayapo kabisa, yani hayapo. Unakuja ni kijana mwenye miaka 10 au kijana mwenye miaka 5 au kijana mwenye miaka 20 au 30, upo katika hali ya kujitafuta. Inawezekana unaweza kukuta kule una familia, na mke, una watoto, alafu unajikuta huku eti huku umelala unaota wewe ni mgumba, unakuta wewe ni wanawake wanakukataa, unakuta wewe unasalitiwa, unaota wewe yani mashida kibao, matatizo kibao, au starehe nyingi, wewe ni msaliti, unasaliti ndoa yako, ni sijui una familia, una watoto sijui 7, yani huku nazo, yani huku nina watoto wengi sana na wanawake wengi sana. Alafu na kushtuka kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida, unajikuta huna hata mke, huna hata mtoto. Malaya wenyewe ambao ulikuwa unaona huko kwenye uhalisia wa ndoto, kule hakuna hata hiyo fursa ya kumpata ndoto malaya mwenye hata mmoja. Kwanza ni kipengele. Sijui manabii unaona kibao, anakuta hata kumjutu nabii mwenyewe, yani hapo kutoka kwenda kuonana na nabii ni kipengele sana, sio rahisi, na hapatikani kwenye hicho kijiji ambacho wewe upo, au hapatikani kwenye huo mtaa ambao wewe upo. Na nabii mwenyewe anayezungumza sio huyu unayemwona, huu ni mwingine kabisa. Kwa hiyo jamani, maisha hayahitaji papara, maisha yanahitaji kurelax. Wewe unachokiona sasa hivi sawa, wewe kama unaishi maisha ya kuteseka, unaona kabisa ina uwezekano wewe kupata chance hata ya kupoteza maisha. Usisikitike, usinune, usilie, usihangaike. Wewe tulia tu, punguza pressure, endelea kuishi tu. Itapatikana chance ya mtu akuja kukuamsha ulipokuwa umelala, basi utaamka, utaendelea na maisha ya kawaida kama yalivyo. Jamani, nimewaletea tu hiyo kwa leo. Naamini hata utakuja kuamka, kuna mawili. Ukumbuke nilishawahi sikia post mtandaoni ya kwamba ikielezea uhalisia wa maisha haya, lakini pia
unaweza ukaamka na usikumbuke hii story. Jamani, asanteni kwa kunisikiliza. Na mimi yawezekana nikaja kuamka si hii story, nikaikisha tu kukumbuka kwenye ndoto nishawahi kusimulia, au nikisikumbuke kabisa nikakumbuka nilikuwa star kwenye mtandao wa kijamii, lakini nakuja kushtuka sina hata kidogo sina, hata smartphone sina. Kwa hiyo ni maisha ya uhalisia jamani. Maisha hayahitaji papara, hayaeleweki, maisha hayakaririki. Haya jamani, pesa sasa hivi imekuwa ni simple kuipata, lakini kwenye uhalisia wa maisha ya ndoto. Lakini kwa upande wangu, sijajua kwa upande wako, lakini pia maisha kwa upande wa uhalisia wa maisha ya ndoto, mimi kwangu vitu vingi sana naona vimechange. Naona kama hivyo nilivyokuhadisia, manabii wa uongo ni wengi, malaya ni wengi, mashoga wengi, master wengi, maraisi, nchi zimevurugana hazieleweki, ufisadi, yani usela, kutelekeza familia, maisha ya starehe, afu pia pesa yani pesa ipo kama haipo. Kuna watu ndio maskini wanaonelewa, pesa yetu haina thamani. Kuna nje pesa zao zina thamani. Yani maisha saizi yanaonekana, ninayoyaona mimi, sisemi wewe, kwa sababu na wewe pia una maisha yako katika ulimwengu wako wa ndoto. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza, lakini pia tujifunze, tuelewe ni nini kinachoendelea katika. Mimi waletea hii ili msisahau, msijihisi wapweke, msijione kwamba mmefika mwisho. Maisha hayana mwisho. Utalala, utaamka, utalala, utaamka, utalala, utaamka, utalala, utaamka, na kila unapolala unaota ndoto mpya. Kwa hiyo hata utakapoamka kwenye hii ndoto uliolala saizi, ambao unasikiliza, ambao unaona mimi nakuhadisia, utakuja, utaamka, utafanya shughuli zako, utarudi, utalala tena, utaota ndoto nyingine, sio hii tena. Asanteni.